Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Nipende kwa salimu kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Niwasalimie kwa majina yangu. Naitwa mtumishi wa Mungu, naitwa Prophet Moto, mnaweza kuniita Apostle Moto. Niko namtumikia Mungu katika huduma ya GM Ministry Tanzania. Kwa hiyo niwakaribisha sana, niwasalimie asalamu alaykum waislamu. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribisha sana kwa majira haya. Nataka tuzungumze jambo moja la baraka ambalo huenda linaweza likatubariki ama likatuvusha mahali kwenda mahali pengine. Niukaribishe, nitegee sikio yako vizuri kabisa na unitazame vizuri kabisa, na hakika Mungu atakubariki. Nataka nizungumze kwa habari ya vifungo, habari ya kifungo, vifungo ndani ya kanisa. Vifungo ndani ya kanisa. Kuna jambo ambalo linanishangaza sana mpaka sasa hivi. Kwa kweli limekuwa ni gumzo sana katika nchi ya Tanzania, kwamba kwa habari ya kuhusu kufungiwa kanisa la Askofu Josephat Gwajima kwa sababu ya mambo ya siasa na dini. Sasa hii kitu imechukua muda sana watu kuitafakari, lakini pia bado issue hii inaendelea. Lakini nilikuwa nataka tu nieleweshe kidogo mtu mmoja ambaye mwenye ufahamu aweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona vita vinainuka katikati ya jamii ama katikati ya nchi, ujue kwamba mwisho wake umekaribia. Manake tuko siku za mwisho. Kwa hiyo kama tuko siku za mwisho, kwa hiyo lazima vita viwe vingi. Lakini pia wapo waliokuwa wamefungwa kiroho pamoja kimwili, lakini tuliona walifunguliwa. Je, walifunguliwa kwa namna gani? Pointi yangu ya kwanza ni namna hii, kwamba ukiona sehemu yoyote kanisa limeingia kwenye mgogoro, ama dini imeingia kwenye mgogoro, tuseme kanisa, maana kanisa ni mtu. Kanisa sio jengo, kanisa ni mtu. Ukiona kanisa la leo limeingia kwenye migogoro, maana yake katika ulimwengu wa roho hilo kanisa linapiga vita vya kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona kanisa limeingia kwenye vita, ujue hilo kanisa katika ulimwengu wa roho limeomba na lina nguvu ya kutawala na kushinda kwa nguvu zote. Kwa hiyo vita haiwezi kutokea katika mwili kabla katika ulimwengu wa roho haijatokea. Manake ukiona vita imetokea kwenye kanisa, kwenye dhehebu la mtumishi wa Mungu Bishop Josephat Gwajima, kwamba sio kwamba vita kwamba vilikuwa vipo vya kiroho, walianza kupambana katika roho. Sasa katika kupambana katika roho, maadui wakishaona wameshindwa katika ulimwengu wa roho, huwa wanakuja sasa katika ulimwengu wa damu na nyama, katika mwili, wanaanzisha vita na mtu, ama wanaanzisha vita na kanisa. Siku zote kanisa linalomwomba Mungu sana, maombi ya vita, maombi ya toba na mifungo, hilo kanisa huwa linachukua nafasi kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho kwa ushindi kwa njia mbalimbali. Hallelujah. Nataka nikueleweshe kidogo tu kwamba usione vita imeinuka kwa mtumishi wa Mungu Josephat Gwajima kwenye kanisa lake, kwenye dhehebu lake, maana yake wamepambana, wamevipiga vita kwenye ulimwengu wa roho wakashinda. Adui akaja katika mwili, wakajionyesha katika mwili ili waje sasa wapambane katika mwili. It means kwamba kisheria. Hallelujah. Sasa mimi naamini kwamba kanisa la mtumishi wa Mungu Josephat Gwajima, Bishop, Askofu, hilo kanisa mimi naamini siku si nyingi sana, ni chache sana, watakuwa na ushindi mkubwa sana ambao hujawahi kuonekana, ambao hujawahi kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawatia moyo tu watumishi, maskofu wasaidizi wa kanisa la mtumishi Gwajima pamoja na wachungaji wake,
na waumini wote wa kanisa la Ufufuo na Uzima, ninawashauri tu kwamba mmepambana vita katika roho mkapata ushindi. Sasa wameona katika roho wameshindwa, wakaamua waje katika mwili ili kupambana kisheria. Lakini mimi naamini kwamba hakuna jambo litakalo mshinda Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Yeremia 18 na mstari wa 18, mtumishi wa Mungu nabii Yeremia walimshtaki. Nabii Yeremia walimshtaki. Na wale mshtaki ni wale makuhani wa dini. Tena yeye aliingia vita na makuhani. Makuhani wakapeleka katika ngazi za serikali kisheria. Na ndio maana tunaangalia wakati Yeremia ameagizwa na Mungu. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10, inasema, nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Nimekuambia nenda kang'oe, kaharibu, kavunje na kuharibu kila kitu. Alafu ujenge na kupanda. Manake kupanda na kujenga. Manake Yeremia alitumwa kuja kurekebisha taifa. Kuna mahali taifa lilikuwa limekaa vibaya, limekeuka kanuni za kimungu. Ikabidi atumwe nabii Yeremia kuja kuvunja ile misingi na kutengeneza misingi mipya Mungu anayoitaka. Sasa maandiko yanasema wakaitana watu wengi, wakasema haya sasa njoni na tufanye shauri juu ya mtumishi wa Mungu Yeremia. Maana tunajua sheria haitampotea kuhani, wala sheria haitampotea kiongozi. Maana yake ni nini? Ni kwamba nabii Yeremia alipambana katika roho, akawa ameshinda. Maanake vitu vyao vilikuwa viendi. Baada ya Yeremia kuingia kazini, mambo yao yakaanza kukwama katika roho. Sasa ikabidi waje katika mwili kwa kupitia dini, kwa ajili ya kumkamata Yeremia, pengine kumsulubisha hata kumuua. Lakini Mungu ni mwaminifu. Walikaa wakampiga kwa ndimi Yeremia, lakini Yeremia alipiga goti. Akamwambia Mungu, hii vita sio ya kwangu, hii vita ni ya kwako Bwana. Wewe ndiye uliyenituma, hebu pigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Ninaoshauri na shauri kanisa la Ufufuo na Uzima, na watia moyo kwamba ushindi tayari upo. Tayari kanisa la Ufufuo na Uzima, ushindi upo. Upo kabisa. Na pointi ya pili ni hii hapa. Pointi ya pili. Kwamba kwa nini